Bwana Yesu asifiwe. Leo nina ujumbe kwa ajili ya wachungaji, ila ninatoa tahadhari. Kama utapenda kunisikiliza nisikilize, kama hautapenda kunisikiliza usinisikilize na wala usinifuatilie. Usishare wala kucomment, usishare wala kucomment kama upendi kunisikiliza, ila kama utanisikiliza so nisikilize. Hata usijibu chochote, wewe sikiliza tu, ukimaliza basi. Nataka niwaambie kitu kimoja. Makanisa tulio nayo leo sio wa Sabato, sio walokole, sio wa Roman. Makanisa tulio nayo leo yanaheshimu wote viongozi, na viongozi ndio wa kwanza kutupeleka motoni. Sikiliza, kuna wachungaji ambao wameitwa na Mungu na kuna wachungaji ambao wameitwa na elimu zao. Leo uchungaji sio karama. Leo uchungaji umekuwa ni elimu. Kama una elimu ya chini hauwezi kuwa mchungaji. Lakini kama una elimu, kwa mfano umemaliza chuo, sijui umekosa ajira, wewe kimbia nenda tu kwenye uchungaji, ndipo kuna ajira. Na ninataka niwaambie kitu kimoja, watu wa Mungu. Kwenye dini tulizonazo kwa sasa hivi, kwa kweli tusiangalie viongozi, tuangalie mahusiano yetu na Mungu. Watu wengi wamepotea kwa sababu wamekuwa kiangalia viongozi. Na hata wachungaji leo tulionao sio wale wachungaji wenye wito, ni wachungaji wale ambao wanapenda pesa. Na ndio maana unaona wako lazi kabisa kuchukua pesa za watu. Na ndio maana wachungaji wa leo wanaacha waumini wanapotea, wanaacha watu wanapotea, hawana muda nao, kwa sababu sio wachungaji wa kuwalisha kondoo, ni wachungaji wa mishahara. Hata Yesu alisema, kisoma kile kitabu cha Yohana sura ile ya 10, inaeleza kuwa Yesu anasema mimi ndimi mchungaji mwema, akimaanisha kuna wachungaji wengine sio wachungaji. Kuna wachungaji wengine wamejiita kuwa wachungaji. Uchungaji zamani ilikuwa ni karama, lakini leo ni elimu. Elimu siikatai, elimu ni nzuri, lakini elimu usimkataa asiyokuwa na elimu. Na ndio maana watu wengi wanapotea kwa sababu ya kuwa na elimu iliyopitiliza. Una PhD, una degree, lakini bado huna lolote, huna maarifa. Sikiliza, elimu haitakufikisha mbinguni. Kitakacho kufikisha mbinguni uchaji wako Mungu, yani mahusiano yako na Mungu. Kama hauna mahusiano mazuri na Mungu, elimu yako sawasawa na kazi bure. Na ndio maana leo tuna wachungaji wana elimu lakini hawana mahusiano mazuri na Mungu. Hawana mahusiano mazuri na washiriki kwa ajili ya kutupeleka mbinguni. Na ndio maana unaona watu wengi wanahangaika kwa kipindi kumtafuta Mungu na hawamuoni. Ndio maana wanaenda wanapewa viembe, wanapewa sijui nini, wanakuambia njoo kwa Yesu tu atakupokea, lakini uchaji Mungu unatoka ndani ya moyo. Leo watu tulio nao wamemwacha Mungu, wanaangalia viongozi. Mtu yuko lazi kutenda dhambi kwa kumwangalia tu kiongozi. Kiongozi akiniona atasema hivi, dunia tulio nayo imeisha. Hawa wa viongozi, Yesu atakapokuja kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu, ataanza na viongozi. Sasa na wewe kama ulikuwa unaamini viongozi, wakati huu tulio nao wakati sio mwafaka wa kuamini kila mtu. Muamini Mungu ili uokolewe. Amini Mungu ili uokolewe. Usimwamini awe mchungaji wa Kisabato, awe mchungaji wa Kirokole, awe mchungaji wa Katoliki, awe shehe, awe padri. Hao wote hawafai kuaminiwa. Anayetakiwa kuaminiwa ni Mungu peke yake. Ndio anayetakiwa kuaminiwa katika maisha yetu. Mimi nimependa kuwagusia kwa hili. Maana siku hizi kuna dini za mitindo, hakuna dini ya kumcha Mungu. Bwana na atubariki. Mwenye sikio amesikia, asiyokuwa na sikio. Na huu ujumbe uende kwa wachungaji wote wa kila kanisa. Atakayenisikiliza ataiponya nafsi yake.